Haleluya. Maana yake ukishashuhudia ni kwamba umethibitisha mbingu zilichokifanya ni kweli, ni hakika. Ndio maana ya ushuhuda. Karibu sana mama. Ndio. Mimi nilikuwa Muislamu jamani. Ndio. Majini yalinitesa sana. Na mtoto akiwa mchanga nilikuwa nahisi maumivu makali sana. Yanakuja huko tumboni akishanibana siwezi kumnyonyesha hata mtoto. Ndio. Lakini huyu Yesu. Ndio. Namwamini sana. Haleluya, 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 haleluya. Namuomba sana, nataka niwe ni mwimbaji mkubwa ambaye nitataja. Haleluya. Haleluya, haleluya. Unasikia dada anasema majini yalikuwa yanamnyima mpaka kunyonyesha mtoto. Majini. Hujajua majini yanavyosumbua. Jamani, muwe na imani. Amen. Mimi nimekuwa ni mtu ambaye nina imani kubwa sana. Ndio. Ingawa nilikuwa sitaki hata kuombewa. Ndio. Sitaki kusikia mambo ya mtumishi. Ndio. Lakini kuanzia sasa. Ndio. Kuanzia nije kwenye madhabahu kila Jumapili ninakuja. Ndio. Huyu Yesu ameniinua na ninamwamini sana na kwenye maisha yangu. Haleluya. Amen. Nashukuru sana huyu Yesu. Amen. Kupitia mtumishi wa Mungu jamani. Ndio. Nimekuwa na imani kubwa sana. Amen. Mtumishi huyu hapa bila yeye huenda nisingekuwa na imani. Napenda shukuru familia yangu. Ndio. Imenipambania mpaka sasa hivi hapa nilipofikia. Ndio. Mungu amenitendea mema sana. Amen. Na nasema kabisa huyu shetani anipati tena. Amen. Amen. Jamani tumwamini Yesu anatenda. Amen. Tumsifu sana. Amen. Tuzidishe imani zetu ziwe juu. Amen. Hamna adui yoyote anaweza kukuona ukiwa na imani. Yesu anatupigania, ndo mtetezi wetu. Amen. Amen. Na waomba Yesu ndo mtetezi wetu, hakuna mwingine. Amen. Zidisheni imani kwake. Amen. Mimi nilikuwa Muislamu lakini sasa hivi naweza kuomba Kikristo kuliko Mkristo. Amen. Kwa ajili ya Yesu na kutumia mtumishi huyu. Amen. Niliyopitia yote yameisha na mnyonyesha mtoto wangu. Ndio. Kila nikija Jumapili alitufundisha imani yenye matendo. Ndio. Naona Yesu alinitendea mpaka hapa nilipofikia. Nasema asante Yesu. Amen. Muongezee tena Bwana Yesu makofi ya shangwe. Amen. Mumwamini Yesu, muwe na imani. Amen. Hakuna kitu kinashindikana. Ndio. Yeye ndo mkombozi wetu. Amen. Amen. Muamini hakuna kitu kinakupata. Haleluya, haleluya. Kweni na imani sana. Amen. Asanteni sana. Amen. Ongeza makofi kwa ajili ya dada huyo ambaye ameshuhudia. Unajua unapotoka kwenye teso huwezi kujua. Aliyeko kwenye mateso ndo anajua teso ni kitu gani. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wewe unapokuwa kwenye mateso, mtu aliyeko nje ya teso hawezi kujua unachokipitia. Lakini wewe uliyeko ndani ndio unajua moto unaokuchoma. Yaani hata ukiwa ndani mtu akikwambia uungui, lakini ukisikia moto, wewe ndio utasema, wewe ndio utazungumza unavyoungua. Bwana asifiwe sana. Hata mgonjwa akiwa anauma unaweza kumwambia hamna shida, wewe huu utapona tu. Ngoja upate ndio utajua kwamba kuumwa panakuaje. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu ni mwema sana. Ndio maana nasema usikubali mtu yote anayekuzuia kwenda kwenye maombi. Usikubaliane na huyo mtu. Tena sasa hivi tumefika kiwango ambacho mtu akikuzuia kwenda kwenye maombi, nilikwambia siku moja kuna watu wanasema wewe unaenda kwenye maombi kwa manabii. Siku ukifa tutakuzika. Nakwambia hivi, masuala ya kifo ni mambo mengine. Yeye akitangulia kufa kabla yako. Ndapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mtu asikwambia kwamba ukifa sitakuzika. Waliopo watakuzika. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe toa kwanza mwiba unaokuchoma, achana mambo ya kuangalia. Toa kwanza kinachokuumiza. Alafu mengine tutakuja kuongea. Mtu mmoja alikuwa pale hospitalini amezidiwa sana. Sana. Akapiga simu ya kuomba kuja kuombewa. Anaomba msaada wa maombi. Amepiga kwa mchungaji wake lakini mchungaji hakuweza kwenda kwa wakati. Akanyanyua simu yangu akaniambia, mtumishi wa Mungu, washa hiyo pikipiki popote ulipo, nitaweka hayo mafuta utakayotumia. Njoo tu hapa Tengeru. Naomba tumia gharama yote, njoo tu hapa Tengeru.
ninajiandaa kabisa vizuri, ni mwai. Nafika barabarani, nafika hapo uwanja wa Embaseni, napokea tena simu. Ananiambia mtu aliyekuepo naye ananiambia, mtumishi usije tena, yule mtu ameshaondoka. Sasa hebu niambie kwa mfano mchungaji, mimi ndio maana nataka imani yako iwe kwa Yesu sana. Amina. Amen. Yaani si watumishi tutakusaidia kwa eneo letu, lakini Mungu zaidi ndio atakuwa na wewe kwenye shida, atakuwa na wewe kwenye kilio, atakuwa na wewe kwenye giza, atakuwa na wewe mahali popote. Amen. Kwa hiyo usiogope, maneno ukatisha tamaa ukaacha kuomba. Toa kwanza mwiba unaokuchoma, alafu mengine utakutana huko mbele ya safari. Kwa mfano wewe uko kwenye maombi, familia nzima hamna aliyeolewa, hamna aliyeoa. Alafu mtu unaambia usiende kwenye maombi. Unakuja kwenye maombi, mtumishi anatoa tamko anasema pakawepo na ndoa. Unarudi nyumbani unashangaa ndoa zimekuja. Mtu mmoja, mchungaji mmoja anakataa kufungia. Binti mmoja nimemwombea, akapata mchumba, akampeleka kwa mchungaji wake. Mchungaji anasema, ngoja kwanza nimchunguze yule kijana, nimwangalie kama anafaa. Nikamwambia, hivi mchungaji ndo anamchunguza kijana? Yaani mchungaji ndo ana kazi ya ombi lako lilikuwa ni kumpata mchumba. Umeshampata, Mungu akusaidie, mwende mbariki ndoa, maisha yaendelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama mchungaji mwenyewe mpaka achunguze mchumba, aende, nikamuuliza mchungaji, wewe ana namba za wewe mchumba wako? Anamchunguzaje? Ameniambia ngoja nichunguze kidogo. Nikawaambia wakikataa kufungia huko njoo hapa kambi ya maombi nitakufungia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nikamwambia wakikataa kukufungia hiyo ndoa, wakasema siifungi, nikamwambia njoo hapa kambi ya maombi nitakufungia mchana kweupe, mtaendelea na maisha. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu haya maisha ya kiroho ni muhimu sana kuliko vitu vyote. Haleluya. Sasa siku ya leo natamani tuende, hebu nyanyua ule udongo wako juu. Nyanyua ule udongo wako juu, nyanyua ule udongo wako juu. Nyanyua ule udongo wako juu. Ninatamani kwamba kwa sababu ya muda ambao tuko nao kidogo, natamani tukasome neno la Mungu, kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19. Biblia imeandikwa. Ndio. Tubuni basi mrejee. Hebu weka udongo juu. Ndio. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe. Ili dhambi zetu zifutwe. Zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Kwa kuwako kwake Bwana. Kwa kuwako kwake Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema tutubu, turejee ili zije nyakati za kuburudishwa. Sikia nikwambie, ardhi ikiwa ina uhalali wa kumzuia mtu, asipotokea mtu wa kuitubia ile ardhi, kuitubia ile dhambi, ardhi inaendelea kushikilia ule uhalali. Maana yake tusipotubu tukarejea, hakuna wakati wa furaha utakao kuja kwenye maisha yetu. Utashangaa walipita kwa huzuni, walipita kwa machozi. Wanakuja watu wengine wanapita kwa huzuni, wanapita kwa machozi. Kwa nini? Kwa sababu ardhi ina historia ya watu wote. Hata kama walipita miaka miangapi iliyopita, ardhi ina historia ya watu wote. Na ndio maana Mungu anataka leo tutubu, alafu turejee, tumwambie Mungu, tumetubu Mungu, tunarejea kwako kwa imani, tunaomba utusamehe. Tumebeba maovu ya wazazi wetu, tumebeba maovu ya wazee wetu. Yamkini kuna mahali walitembea kinyume na sheria zako, tunaomba utusamehe. Na kwa kupitia hii ardhi Mungu, tunaomba utukubali, tunaomba ukatustawishe, tunaomba ukatutendee mambo makubwa. Baada ya toba inatupa uhalali wa kwenda sasa mbele za Mungu moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Weka hiyo ardhi juu, sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Kwenye mkono wangu nimeshikilia ardhi yangu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninaomba jioni ya leo. Kwa kupitia ardhi. Yamkini Bwana. Yapo matamko. Vipo vitu ambavyo vimefanyika. Yapo matambiko. Zipo roho za mizimu. Ninatubu mbele zako. Naomba unisamehe. Kule nilipowaza vibaya, nilipotembea vibaya, ninatubu juu yangu, natubu juu ya uzao uliopita, natubu juu ya uzao uliopo, kwa jina la Yesu. Juu ya ardhi, Bwana Yesu, naondoa kila hati ya mashtaka. Juu ya ardhi, nafunga kila mlango wa mashambulizi. Juu ya ardhi, ninajitenga na kila matamko yanayozuia ustawi, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, jioni ya leo nakuja kwa moyo wa toba, nakuja kwa moyo wa toba. Ninaomba unihurumie, naomba unihurumie mimi na uzao wangu, naomba unisamehe mimi na hatima yangu,
naomba unisamehe. Yamkini Bwana nimeishi kwenye ardhi ambayo imeambatanishwa na roho za mizimu, imeambatanishwa na matambiko, imeambatanishwa na roho za mpinga Kristo. Lakini leo Bwana natubu juu ya ardhi, natubu juu ya ardhi, natubu juu yetu wote tuliosimama juu ya ardhi kwa jina la Yesu. Yamkini ardhi Bwana ina kilio cha damu. Bwana Yesu, natubu juu ya damu hiyo kwa jina la Yesu. Yamkini Bwana ardhi iliwahi kupangiwa mipango mibaya, mipango ya wizi, mipango ya mauti, mipango ya mauaji. Bwana Yesu, natubu juu ya ardhi. Naomba unisamehe, naomba unisamehe, naomba unisamehe, naomba unisamehe. Yamkini Bwana juu ya ardhi Bwana palikuwa na madhabahu za ulevi, madhabahu za ulevi. Bwana Yesu, ninatubu jioni ya leo. Naomba unisamehe, naomba unisamehe mimi na uzao wangu. Naomba unisamehe, naomba unisamehe mimi na uzao wangu juu ya ardhi. Bwana Yesu, ninatubu chochote ambacho kilipangwa kinyume na mipango yako. Yesu, naomba unisamehe. Yamkini juu ya ardhi yapo maneno mabaya yaliwahi kutamkwa kinyume na watumishi wako, kinyume na familia za watu, kinyume na majirani zangu. Bwana Yesu, ninatubu leo. Naomba unisamehe, naomba unisamehe, naomba unisamehe leo. Bwana Yesu, ninageuka kutoka kwenye dhambi. Miguu yangu, mawazo yangu, fikra zangu zinageuka leo kutoka kwenye dhambi na kutazama wewe Bwana, na kutazama wewe Bwana Yesu. Naomba unisamehe, naomba unisamehe. Weka hiyo ardhi juu, 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 weka hiyo